been highly, advocating for. And he's put emphasis on the fact that they have facts that the registration is flawless, and they have facts that we have had a lot of employment opportunities. And he even mentioned the flagging off of 300 young Kenyans yesterday to go work abroad, and he says that will be more and more Kenyans going to work abroad. I don't know what your take is on the facts emphasis, because that's what I took from the whole speech. Fact. Yeah, the president has actually gone so heavy on disinformation and the need for Kenyans, for pretty much those even who are criticizing his government, to have their facts right, saying that he's open to criticism, even those with alternative voice, that he's open to listen to what they have to say, and that he's there to listen because he's a listening president. But even as we keep on talking about what the president has spoken about, it is Kenyans to tell us exactly what it is they think about the president's speech today, because he was addressing them. He was speaking to Kenyans. We were part of that conversation. And if I could just get a Kenyan here to just talk to us about matters on what the president has talked to us about today. The president has talked about a lot of issues to do with unemployment in the country, access to healthcare. What is the view on the president's speech? Ameongea vizuri. Na tumeshukuru kwa vile ameongea. Yeah, and if I could just get you to also just come closer. The president has spoken a lot about matters to do with the employment. Amezungumzia kuhusu healthcare. Wewe waona venye rais amezungumza, amekuzungumzia wewe kama Mkenya wa kawaida? Nimeona hapo ameongea vizuri kabisa, hata tunamshukuru kabisa vile ameongea. At least itatusaidia kila mtu, hata mwananchi wa chini atatoka chini na arudi juu. Na Mungu ni mwema. Mungu ambariki rais wetu na ambariki. Tano tena. Yes, Seto, I'm joined by some more Kenyans here, and maybe to just note, were your expectations met about what you wanted the president to address in his speech today as you celebrate the 61 years of self-rule? Mimi ningependa kusema hivyo venye amebonga, aendelee hivyo, asibonge hivyo akose kutenda. Unacheki? Sasa tunadai venye amebonga changamuke. Na ujue bado alikuwa anaongea tulikuwa kidale, tulikuwa hadi na njaa bana, unaona? Sisi tulikuwa tunataka tuambie kitu ya Krisi. Hatukuwa tunataka stories za Januari. Huwezi jua kama unaweza kuwa ama ukose, unaona? Ya Mwenyezi Mungu. Sisi tulikuwa tunataka tu atupanga tu pande wa na asante sana. Labda tupate maoni ya mwingine. Karibia tafadhali. Rais amezungumzia masuala mengi kuhusiana na ajira kwa vijana, kuhusiana na afya, na vile vile uwezo wa kupata afya ambayo ni ya bei ya chini, ama ambayo inaweza kumudika na Mkenya wa kawaida. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hayo? Ndio matarajio yako ya leo, na unahisi kwamba umeridhika na hotuba ya rais? Enyewe rais wetu ameongea masuala mengi sana, lakini mimi haswa ile kitu imenifurahisha ni mambo ya ajira ya ng'ambo. Saima vijana si tunataka tupande the iron bird, tupepee. Juu hapa yenye amesema bado katika hiyo housing project ita create over 1 million jobs. So kitu mimi naweza urge Kenyans, what I'd like to tell many youths, kazi ni kazi. Mtu usikue ati unachagua kazi. Wengine wanasema ati wengine wanaenda huko ng'ambo kuosha wanyanya wazee sehemu nyeti matako. Lakini all in all, huyo mtu anaenda ng'ambo, regardless kama umeenda kukua soja, kama umeenda kukua driver, umeenda kufanya manual work, kuoshaosha mahali ama kufagia, kazi ni kazi. Hiyo ndio kitu mimi. Yeah, kazi ni kazi. Na pia kuna rais pia amezungumzia kuhusu kazi. Wewe kama Mkenya ambaye tunajua positions za kazi hapa Kenya ziko chini sana. Rais amezungumzia kuhusu kazi kwa undani hapa kupitia nyumba ambazo anajenga, na pia kupeleka wananchi nje. Amesema zaidi ya Wakenya wanazidi kutoka Kenya. Maoni yako ni yapi kama Mkenya ambaye yuko Kenya? Maoni yangu kama mimi nimefurahia sana, kwa sababu kama vijana wa kazi mtaani tumeona tutapata kazi sana. Kama ameweza kusema Januari kuna wengi wataweza kupata ajira, watu wajitokeze kwa wingi waweze kupata kazi. Mimi nimefurahia sana kwa sababu hata upande wa afya amesema hiyo itakuwa sawa. Mimi nimefurahia sana. Kenya yetu inaenda kukua na tunamuombea Mungu amzidishe na yeye. Kuna wale pia rais amezungumza kuhusu mambo na anawakaribisha wale ambao wanamkosoa. Kulingana na wewe, rais akisema anataka kuungana na wale ambao wanamkosoa, amemaanisha nini kulingana na wewe kama Mkenya?
kuzungumza na wale ambao wanamkosoa. Ni kuwa sijaelewa Kenya alikuwa anamaanisha, lakini ni Kenya swala ambalo limenifurahisha ni kwamba amezingatia kulingana na kanuni za afya bora za wanafunzi, kwa kuwa watoto wengi wanazimia pale shuleni kwa kuwa chakula si bora. So wakizingatia kanuni ya maisha ya wanafunzi pale shuleni itasaidia sana. Na tena kulingana na swala la kazi, kwa kuwa kuna watu wengi ambao ni wavivu hapa, vijana wengi ni wavivu. So na Kenya zaimiza vijana ni wajitokeze wafanye kazi, wasikuwa wanasema ati kazi hakuna, na kazi ikipatikana anakuwa mzembe, unaona? Yeah. Naam, nimeungana na mwanadada hapa kwa jina Carolio na anasema alikuwa anafanya kazi ughaibuni. Labda tupate maoni yake kuhusiana na azma ya rais ya kutaka kuwapeleka vijana wengi kufanya kazi kwenye nchi za nje. Na ni yapi ambayo angewaambia wale wa Kenya na vijana ambao wanatafuta nafasi hizo za ajira nje? Ile kitu naweza ambia wa Kenya, wakipata hiyo nafasi wasikatae kwenda, hata kama ni kazi ya cleaning, hiyo housekeeping, hotel, wasikatae kwenda. Mimi nina experience ya Uarabuni na ni mahali pazuri sana, na haimaanishi ukienda kazi ya housekeeping ati unaenda sijui kufanya kazi ya kushinda tu ukifanya mausafi za huko uchafu, hapana. Lakini hiyo nafasi, tafadhali naomba vijana, ikipatikana, a chance comes once in a lifetime. Ikikam, grab it and you're going to appreciate what the president is saying. Na kitu ingine, ukienda huko ufanye kazi na bidii, alafu make sure umejijenga ukirudi nchini. Si ati uende huko ukule raha ujisahau, hapana. Ende uchape kazi, uhustle kabisa, ukirudi kwenyu you invest and you will be a better person in life. Asante sana. Ni kauli ya mwanadada ambaye tayari amekuwa akifanya kazi ughaibuni. Naona Daniel umekaa na vijana hapa, sijui karibia tupate maoni yao vijana karibieni sherehe za leo na ni yapi matarajio yao na iwapo yameafikiwa. Yeah, so leo rais amezungumza sana kuhusu kazi kwa vijana. Kazi ni kazi. Kuna wale vijana ambao wanatoka nje, kuna nyumba ambazo anajenga hapa through affordable housing. Nyinyi kama vijana, rais leo amezungumza na nyinyi? Ndio, amezungumza nasi, lakini kuna mahali penye tunaumia sisi kama vijana, kwa sababu hizi vitu ameshinda akisema, alafu tukifika pale nje ile masaa tunaenda kutafuta hizo kazi, tunaambiwa kwamba tuzipata kazi, ama unapata tunadhulumiwa kwa sababu sisi tu wanyonge. Ama unapata kama mimi hapa nimesoma, niko na certificates, niko na nini, lakini nikienda kutafuta kazi naambiwa siwezi pata. Kwa sababu gani? Sina pesa. Mimi naishi chini ya wazazi, ama nakaa mahali penye nalelewa na mtu, alafu napata hiyo hard time ya kuenda shule. Kwa sababu gani? Sina hiyo hela, sina kitu yote ambayo inanihusia kwa shule. Na unapata muda mwingine tunapata pia muda kidogo kusoma, kwa sababu ya hakuna that walimu wanagoma, walimu wanafanya nini. Mimi kama shule yetu walimu waligoma, African Nazarene University walimu waligoma, na tumekuwa nje for some weeks. Tumekuwa tukisomea nje, tunafanya mtihani tukiwa nje. Hiyo pia ashughulikie kama rais wetu. Hadi wananchi wanazungumza kwa undani sana kwa vile vitu ambavyo wanataka rais ashughulikie. Unaona vijana wanasema rais anasema ndio kazi ziko, lakini wakienda kutafuta hivyo kazi hazipatikani, wanaambiwa kazi zishaenda. Hivi basi kama unaweza zungumza na wengine wakueleze wanataka suluhisho kutoka kwa rais iwe ni gani? Na unataka suluhu iwe ni gani kutoka kwa rais kutatua matatizo ambayo vijana wameyataja katika masuala ya kutafuta ajira na kazi ambazo rais amesema zipo, lakini kama vijana mnasema hamzioni na hamjui mnazipata vipi? Kwanza kabisa mimi nashukuru kwa wakati huu na fursa hii kukaribisha katika haya maeneo. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza rais, licha kwamba ameongea mengi, ni madogo tu ambayo ameweza kufanikisha. La pili, ningependa kuongelea kuhusu ajira. Ajira hamna. Mibidi kama sisi vijana, unavyotuona sisi ni group moja ambayo tumejiandika kama tunafanya dance, nafanya acting and modeling pale mitaani. Lakini serikali haijaingilia, licha kwamba nimesikia hata
gavana wetu akisema kwamba eti anasaidia vijana, hamna huo usaidizi, sisi hatujauona. Unaona? Huo usaidizi sisi hatujauona mahali popote. Kwanza kabisa ukiangalia social hall, hakuna social hall. I'm from Kariobangi North, hakuna social, na ile iko ni inalipishwa. Unaona? Na jambo kama hili, kama social haziwezi tengenezwa, basi talanta pale mitaani haziwezi kuzwa. Na jinsi ambavyo tunajua sasa hivi, kama hakuna kazi, ni vijana wanajiandika. Unaona content creators wako pale na hizo kazi zinakosekana. Lakini ukipata zile social zimefunguliwa, watu wanajiandika kama ma content creation, wana act, wana model, then kazi itakuja, watu watajiandika. So tungeomba serikali, Mheshimiwa Samoei Ruto, kama unasikia, tunaomba tafadhali, kuna hivi Right, thank you very much, Aseto. Of course, Kenyans have different views concerning the speech by President William Ruto here at Uhuru Gardens for these Jamhuri Day celebrations. And we've just been trying to recap some of the issues that President William Ruto has managed to address in his speech this afternoon. And we were on the affordable housing bit, where he has said that very soon they are going to be handing over yes, now he was actually asking the critics who have been saying that there is none of the affordable housing, but the projects have maybe stalled if they start handing over the keys. What are the critics going to say about it? The pepper of kila kitu. And he actually says these people who are not having facts, they are not doing their fact checking, that